Yule unayemwona hafai, yaweza kuwa ndio Mungu amemweka kwa destiny helper wako. You don't know. Jua inaweza kuwa huyu ndugu leo amenialika hapa. Yaweza kuwa story yangu ya maisha leo ndio inabadilika ulimwengu mzima kupitia kwa chomana. Mimi ndio nimekuja na vitu vyake, ndio ameagiza waje. Sasa ninapoangaziwa na viende ulimwengu wote, what happens? Unaweza kushangaa uone mimi nimepata kibali kwa sababu ya kuongea vitu kama hivi kwa makongamano na mikutano hata za kijiji, na Mungu akanisaidia kujulikana na kutambulikana. Bwana asifiwe sana. Unafikiri mtu kuongea mpaka na president kitu cha kawaida? Mliambiwa president, mtu aliletewa gari na president, gari na deputy president. Mtu ambaye hajasoma, mwizi. Nililetewa gari tena, nikaulizwa unataka gani? Nikasema Harrier new model. Na nikapelekwa showroom na nikanunuliwa na nikapewa pesa na box za kwangu za matumizi. Unafikiri sisi ndio zangapi? Ningeufanyia kazi miaka mingapi? Bwana asifiwe sana. That's how God works. Usidharau. Na mjue nini ilifanyika? Tulikonana na deputy president akiwa senator. Miaka 7 Intercontinental, nikiwa ninatoka kwa gari naenda kununua mashati yangu ya mtumba. Imagine nimetoka hapa ati nimeambiwa mashati ya mtumba ni 150 Nairobi. Nikapanda gari yangu kaenda mpaka Nairobi, kumbe naenda kukutana na destiny wangu. Wao wametoka Continental Hotel, wametoka kukula, wanakuja. Nilipokuwa ninamwangalia, nikasikia sauti kiniambia huyu siku moja atakuwa deputy president of the Republic of Kenya. Unajua watu wengi hawajui kulifanyika aje. Mimi sikuunganishwa na haika wala sikuunganishwa na kiongozi yoyote. Mimi ni neema ile nilibeba ndio iliniunganisha ikanifikisha hapa. Nilipokutana na watu na Murkomen, watu na Sudi, watu nikasema excuse me sir, kizungu changu. Excuse me. Wakasimama. Akasema ushaiongea mtu direct ukamwambia no. Siku moja Mungu atakufanya kuwa deputy president. Na Mungu akikufanya hivyo usimsahau. Wakadraw attention, nikadraw attention yao. Wote wakasimama. Wakasema ni Sudi akasema hii ni mpya. Unajua kwa very fun. Akasema hii ni mpya. Hebu tusikize. Hebu Jondo. Tusalimiana na nikapata nafasi ya kuwasalimia. Wakati nawasalimia, bodyguard wamesurround. Wanataka kuniambia bana, waje bocha mwachi. Deputy president akatoa alikuwa senator, akachukua karatasi, kalamu, kitabu kidogo alikuwa nacho kwa mfuko, akatoa na kalamu. Anaandika. Nikamwambia mimi naitwa Evans Kiju kutoka Taita Taveta. Mimi mchungaji mdogo kijijini sana, mchungaji mdogo sana. Lakini nimehisi ndani ya moyo wangu nikwambie siku moja utakuwa deputy president of the Republic of Kenya. Na Mungu akikufanya uwe deputy president of the Republic of Kenya, usinisahau. Jioni nilikuwa na pesa ngapi sana? 3,000 peke yake. 700 ya tikiti na 300 ya kukula. Na hiyo 2,000 ya kununua mashati na trousers. Bwana asifiwe. Ndio nilipeleka Nairobi kununua mashati na trousers ya kubi. Pale nikaambiwa niombe, karibu sana. Pate nafasi. Karibu rafiki yangu. Pale nikiwa nimeongelesha. Walipomaliza akasema tuombe. Murkomen akasema tuombe. Sasa basi tukashikana. Nikaomba. Nilipoomba Sudi akageuka kuambia, "Hapana, hii ni ibada, toe sadaka." Nikatoa sadaka 47,000, wakatoa moja 47,000. Nikaambia muulize jirani yako alienda Kikomba. Hiyo ni story ya siku nyingine. Sema amina kwa sauti kubwa. Lakini Zaburi 107 inasema tumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema na upendo wake ni wa milele. Sema amen. Upendo wa Mungu ni wa milele. Umeolewa dada? Hujaolewa? Asante, Mungu akubariki kwa sababu utapata mume mzuri hivi karibuni. Number 2. Bwana asifiwe sana. 2 Corinthians number 2, 2 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 1 verse 4. 1 Corinthians chapter 1 verse 4. So we thank God because of his unfailing
love. Unfailing love. He loves you, young man. He loves you. Do you know you're very, very wonderful young man? Nilipokuwa nimeketi hapa nimekuangalia sana. Na ninaomba na nitaomba na wewe kwa sababu destiny yako leo lazima itachukua mkono. Sema mimi na kwa sauti kubwa. Amen. Tukishatambua kipawa ndani ya mtu lazima tukinenea. I'm a prophet. I can speak something to somebody to your ear. Na miaka ijayo ukione kikubadilishia anga lako and become a different person. I have seen it. I've seen it. Wangapi wanajua kitu microfinance inaitwa General Smart? Iko hapa? Umesikia General Smart? Mnajua ilianzia wapi? JPP wala preaching. Na nikazungumzia watu nikwambia nimeonyeshwa mkiwa mamillionaires wa kufanya microfinance. Na nikawazungumzia nikwambia mnahitaji mfanye A B C D. Leo it is a microfinance, the biggest microfinance in Kenya na Tanzania. Umeelewa? Magari usiseme, pesa usiseme. Yaani kampuni imefanya vitu kubwa sana. Na up to date washirika wangu sana. Wanajua huyu ndiye aliyetusemea. Bwana asifiwe.